Santos Okecha Okecho. Kwa majina ya huyo mkuu ni Lieutenant Kano Okecha, Santo Okecha Okecho. MP first NRC. MP ya kwanza kwa NRC. He fought so many wars. Alipigania vita mingi. And is among the men who captured Kampala. Moja yawa wenye alikamata kwa vita hiyo walikamata government kwa pande ya Kampala. In 86. Kwa miaka 1986. He has been a command of very many wars. Alikuwa mkubwa mwenye anawakilisha vita mbalimbali. And he never lost a war. Na yeye bado waweza kupoteza maisha yake kwa vita hiyo au vita bado waweza kushindwa. He was a COT, a Chief of Training and Recruitment. Yeye alikuwa mkubwa ya kuwafundisha wajeshi wengine. And very disciplined. Na alikuwa na heshima kubwa sana. He was a division commander, Lira. Yeye alikuwa mkubwa ya division commander Lira. He was one of the fighters who chased Konyi. Yeye ndiye alikuwa mtu mmoja mwenye alikuwa anapigania kufukuza Konyi. And Lakwena up to Magamaga and Kakira. Na moja naita Lakwena mpaka Magamaga mpaka Kakira. My problem is how do I become a victim of land grabbing? Yeye mambo yake ni ilikuwa ati yeye inaweza kuwa namna gani mtu mwenye inakuwa na usika kunyang'anya dongo. He died in 94. Santo Okecho alikufa kwa miaka 94, 1994. And left me 5 children. Aliwacha yeye na watoto 5. One is this one, a teacher. Moja ndio huyo yana kamata ni mwalimu. First born. Mtoto ya kwanza. This one is a lawyer advocate of the High Court. Huyo mwingine iko lawyer. Another one is a doctor in Mlago. Mwingine iko doctor, a pathologist, katika doctor mkubwa cancer and mortuary. Mwenye anafanya habari ya kama na cancer. I've been struggling. The land which we are here today, I got it in 1987. Kwa yeye namna yeye iko kushughulikia habari ya dongo hii mwenye sisi kwa ndani yake alipata kwa miaka 1987. I bought it from Masindi Land Board. Alinunua dongo hii kwa mji ya Masindi au wilaya ya Masindi district wakati alikuwa sisi kwa Masindi district. And that land was government land. Hii dongo alikuwa dongo ya government. The government was asking people who are capable of buying land. Government alikuwa anauliza watu wenye walikuwa naweza kununua dongo, including the Bunyoro Kingdom. Pia anakamatana na Bunyoro Kingdom. My husband was always on the what? On the front. Pardon? My husband was always on the front. Bwana yake Santo Okecha alikuwa yuko mbele ya vitu yote mwenye nafanyikana. When I went to Masindi, wakati alienda Masindi, they had advised me to take that land which belongs to the late Kano Paul. Wakati alienda Masindi walipatie mawazo nafaa achukue dongo mwenye iko ya Kano Paul. But when I found a survey, the surveyor advised me that mommy don't go. Wakati yeye alipata survey yake, surveyor alimwambia yeye mama usiende kwa fasi mbao iko na watu. Mwenye iko na watu. This land up is a free land. Hii dongo juu pande hii alikuwa dongo mwenye hakuna watu ndani. I went to Gulu. I told my husband, he said that's very good. Alienda Gulu akamwambia bwana yake akakubali, nasema hiyo ni mzuri sana. We started the process of leasing. Walianza matembezi ya kupata makaratasi ya dongo yao. We brought those Masindi Land Board people. They surveyed. Masindi walitembea wakasurvey. After surveying, we paid. Walipima, baada ya kupima walipa. We paid and they went to Entebbe to get what they call a deed plan. Wakaenda
Entebbe kupata tunaita deed plan. When we got the deed plan, wakati walipata hiyo plan ya deed, we got a lease offer of 5 years. Walipatia hawa katasa na hasilisha hawa kuchukua miaka 5. Before the lease was expiring, my husband put in a request. Wakati kabla hiyo lease ya muda ya miaka 5 bado kukwisha, bwana yake akatia maombi. He did put in the request, and before the land was out, kabla he died in 94. Akakufa kwa miaka 94, mwaka 1994. So the extension of the lease but was already paid for. He had all signed all the papers, and the extension of 49 years, wakati the lease, the title came out. Wakati yele omba yeka kufa, alikuwa sasa wamekubalia yeye kuongeza maombi ya kuwa na uwezo kwa dongo hiyo ya miaka 49. But the land title came out, and they called me, and I went and I picked the land title. Baada ya hiyo land title yao wakuja, yeka kwenda katoa land title. I went and picked the land title, but since this man was very clever, he was very understanding, he had left a will. Huyo Santo Kecho alikuwa iko mwakili sana. Wakati yeye bado kufa, alikuwa mtu mwakili, akawacha maandiko yake, yani maongeo yake ya, and he left it with the Justice Egonda Ntende today. Aliwacha hiyo maandiko ya mambo yake ya mwisho kwa Magistrate mnaita Egonda Ntende, Justice, yani hiyo ni magistrate mkuu mwenye iko naye paka leo. So he handed it over to the Army Council. Akatoa hiyo karatasi. After handing it to the Army Council, by then the Army Commander was Mugisha Muntu. Alitoa akapeleka kwa Army Council, yani kamati ya wajeshi. Wakati hiyo alikuwa iko Mugisha Muntu. So I was advised to get what they call letters of probate. Wakaambia yeye kwenda kupata barua mwenye na kamatana na yeye namna nafaa akamati achukue barua hiyo. I got the letters of probate which were backed by a will. Akapata barua hiyo mwenye ikakuwa na nguvu ya maandiko mwenye ule akaandika. And will. In that will, that this very land which brings us today was inclusive. Alikuwa anakamatana na dongo hii mwenye sisi kwa ndani mwenye ameleta sisi leo. So what makes me fail to understand, a man who died in 94, how does he sell land to someone in 2000 something? Anasema kitu kingine mwaka 1994 alitena weza kuuza dongo namna gani? And what makes me wonder, in Bunyoro there is no Milo land. Na kitu kingine mwenye nampa yeye nashangaa sana, kwa nchi ya Bunyoro hapa kuna dongo mwenye naita Milo land, yani dongo mwenye iko hakuna dongo ambao wanaita Milo land. Hakuna hapa. It is in the Buganda region iko sehemu where there are titles of Milo land. Basi mwenye amekubalia ikue Milo land. How does someone acquire a title when they have cancelled Milo land and put a lease? Mtu naweza kupata Milo land namna gani hapa kama wamecancel ati hiyo Milo land akuwa hakuna apate lease? What makes me wonder, Okecho, their rule, when they name you Okecha, there is no T. Yeye nashangaa kwa jina naita Okecha, Okecho. Kwa Lur, mimi pia ika Lur. Lakini jina hiyo kama wanaandika hakuna T ndani yake. The Japs from Tororo.
are the one usually who add a T. Wale wajapadola wa ndugu wajapadola wayati ya Tororo ndio wanatianga T. How can the late Lieutenant Kano, who died in 94, and he didn't die in the village or on the corner or somewhere, but he died in Mulago Ward 6 with a death certificate which shows when and where, which is up to date in the records of Mulago. How does he wake up and come and sell his land which he left even in the will? Kitu mwenye nashangaza yeye sana, mtu mwenye amekufa bado kufa charo, bado kufa kwa kona yote, kwa porini au wapi, alikufa kwa anakuwa tena namna gani? Alikuja uza dongo. This land grabbing is making me feel as if I've been abandoned. Mambo ya kunyang'anya dongo hii mpa yeye imekuwa hasa mtu mwenye hapana iko na uwezo ndani ya dongo hii. The peace the Reverend was praying for here, my husband contributed. Amani mwenye Bishop alikuwa anaombea ndani hapa, bwana yake Santo Kesho alichangia ndani. He contributed because I was his wife. Alichangia ndani sababu yeye alikuwa yake kutoka 81. He went to the bush. He's a liberator of the Fronansa Western Axis. Hapo kwa Arua. He's a Munduli first intake. With those of Katumba Wamala, you know. Aliingia kwa jeshi with those of the late Eli Tumwine. That's na wakina Katumba Wamala, late Eli Tumwine. I'm so happy and very happy to kneel down. Anasema yeye anafurahi sana na yeye iko na roho mwenye anafurahi sana kuinama chini. That me and my children, ati yeye na watoto yake today have been able, leo na watoto yake walikuwa kama na wezekana, to be heard by the letter I petitioned the Honorable Minister of the Presidency plus the Honorable Minister of the Lands, and they have taken it a serious thing, because the land grabbing and forgery is not only affecting me. Anasema kwa habari kwa ofisi ya kamatana na dongo, and I still request them to take my request and my thankful to the President that the family of the late Lieutenant Colonel Santos Okecho today is very grateful, and request that the title is cancelled. It will help the land grabbers with stupid ideas, I'm sorry to use that, to make us and to make the whole Uganda become a victim of land grabbing. Anasema kuhakikisha tidongo iko yake na kuchukua shukurani kwa rais yetu Museveni. Very many of us widows, we are suffering. Very many of us, the poor, who have no money to buy, to forgery, who have no money to buy people, to tell people right like this, we are suffering very many, not me alone. Wamama wajane wanapatanga shida kwa sababu ya hali yao ya dongo mwenye watu wananyang'anya na kukutia hao, hapana kuwa watu mwenye na kuwa na uwezo kwa vitu yao au dongo yao. I thank so much the LCs of this area. Anashukuru sana chairman LC1 ya kijiji hii. All of the LCs have been very working that they refused to sign. Kiongozi ya LC1 yote walikuwa muhimu sana, sababu walikuwa wanafanya kama wanajua ati hii iko dongo ya Santo Kecho, walikuwa nakataa kusign makaratasi ya wale wanataka kunyang'anya dongo. And the chairman of land committee of this place is very well informed about the law of the land. Mwenye nahusikana na dongo kwa area hii alikuwa iko mtu mwenye nafahamu sheria ya dongo, bado weza kusign makaratasi hiyo bila kufahamu, lakini alikuwa kama nafahamu zaidi sheria ya dongo. I have a lot of words
haiko na mambo mingi, but I cannot finish them today. Yeye hawezi kamaliza mambo. To convince somebody that we go and vote, or you take your son to go and get a what? An ID, when his land has, oh, her land has been grabbed. Anasema yeye ni mama mjane mwenye yeye hapana kuwa na uwezo, hata even if they have forgery of signature, hata wanampa bandia ya signature yako ya mkono yako, they follow you until they get something to put on their thing. Wanafuata wewe mpaka wapate, because they have the money yako ile ya bandia. You will find that the people who are grabbing the land, honorable ministers, are not poor people. Wanapata watu wenye wanakuwa kama nanyang'anya dongo ya watu. They are well informed people. They have the caliber to go to any office and say na uwezo na nguvu ya kuweza kwenda kwa ofisi yote na kusema kitu yote mwenye hawa iko naye. And also our people should be informed. Na tena pia nafaa watu yetu ikuwe kama wanajulisha. I'm so grateful and we clap for Madam. I think she has also represented all of you. Tupige makofi kwa mama, sababu mama ameweza kuwakilisha sisi yote.